Swali lingine linasema, tathmini upungufu uliojitokeza wakati wa kusanifisha Kiswahili kabla ya uhuru. Tathmini upungufu uliojitokeza wakati wa kusanifisha lugha ya Kiswahili kabla ya uhuru. Toa hoja 6. Hili lilikuwa ni swali la 7 mwaka 2020. Kama utakuwa umesoma mada ya kukua na kuenea kwa Kiswahili kabla ya uhuru, utakuwa unajua hatua na michakato ambayo lugha ya Kiswahili imepitia kabla haijasanifishwa. Kwa hiyo wakati wa kusanifishwa kwa lugha ya Kiswahili kuna baadhi ya dosari zilionekana au upungufu ambao ulijitokeza, au kulikuwa kuna mapungufu wakati wa kusanifisha lugha ya Kiswahili kabla ya uhuru. Kwenye utangulizi wako utatakiwa kuelezea kwa ufupi mchakato ambao lugha ya Kiswahili imepitia hatimaye ikafika wakati wa kusanifishwa kabla ya nini? Kabla ya uhuru. Sasa yafuatayo ni mapungufu ambayo yalijitokeza wakati wa kusanifisha lugha ya Kiswahili kabla ya uhuru. Hoja ya kwanza ni ukosefu wa vifasiri vya Kiswahili. Hapa tunazungumzia baadhi ya vitendea kazi muhimu ambavyo vilitakiwa kuwako wakati wa usanifishaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, kamusi na baadhi ya vitabu ambavyo vilikuwa ni muhimu sana, labda vitabu vya leksia ya lugha, vitabu vya muundo wa lugha, vitabu ambavyo vilikuwa vinaelezea istilahi muhimu za lugha. Vyote hivyo vilikosekana wakati wa usanifishaji wa lugha ya Kiswahili kipindi cha uhuru, jambo ambalo lilipelekea kukosekana kwa ufanisi wa lugha ya Kiswahili miongoni mwa watumiaji wa lugha ya Kiswahili. Hoja ya pili tunasema upungufu wa vitabu vya Kiswahili. Kulikuwa na uhaba wa vitabu vya Kiswahili katika nyanja mbalimbali, jambo ambalo lilifanya swala la kukua kwa Kiswahili liwe duni kipindi hicho kabla ya nini? Kabla ya uhuru. Jambo hili lilikwamisha maendeleo ya elimu lakini pia fasihi. Kulikuwa hakuna vitabu vya kutosha ambavyo vingeendelea kuwavutia au ambavyo watumiaji wa lugha ya Kiswahili wangeendelea kuvitumia ili kuhakikisha wanazidi kuifahamu vizuri lugha ya Kiswahili katika kipindi hicho cha kabla ya uhuru. Hoja ya tatu, ukosefu wa viwango vya lugha ya Kiswahili. Tunasema kabla ya uhuru hakukuwa na viwango sahihi au viwango thabiti ambavyo vilikubaliwa kitaifa vya matumizi ya lugha ya Kiswahili. Hivyo ikafanya lugha ya Kiswahili iendelee kutumika isivyo. Yaani kufanya kusiwe na matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili kwa sababu lugha iliendelea kutumika hivyo hivyo pasipokuwa na kiwango ambacho kiliwekwa kama taifa au kitaifa ili kiendelee kutumika. Hivyo ikapelekea ndio maana tukajikuta tunakuwa tuna lahaja tofauti tofauti, kuna matumizi yasiyo sahihi kwa sababu hakukuwa na viwango sahihi ambavyo vimeweka kwenye kupima, labda kupima matamshi, kupima maandishi, kupima muundo, mtindo, kupima namna mbalimbali za matumizi ya lugha. Ndio maana tukajikuta tunakuwa tuna matumizi yasiyo sahihi ya lugha ya Kiswahili. Hoja nyingine ni upungufu wa walimu wa Kiswahili. Kulikuwa kuna uhaba mkubwa sana wa walimu wa lugha ya Kiswahili, jambo ambalo lilikwamisha ufundishaji bora wa lugha ya Kiswahili kipindi hicho cha kabla ya uhuru. Hoja nyingine ni upungufu wa taasisi za Kiswahili. Kabla ya uhuru kulikuwa kuna upungufu au kulikuwa kuna uhaba wa taasisi za Kiswahili. Kulikuwa hakuna taasisi maalum ambazo kazi yake ilikuwa ni kusimamia lugha ya Kiswahili. Kwa sasa tunaona kuna taasisi nyingi sana ambazo zinajikita katika kusimamia lugha ya Kiswahili. Kwa mfano tuna Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA, lakini kipindi hicho kabla ya uhuru kulikuwa hakuna taasisi kama hizi. Jambo lingine kulikuwa ni upungufu wa utafiti. Kulikuwa hakuna utafiti wa kina uliofanywa kuhusu lugha ya Kiswahili, jambo ambalo lilikwamisha maendeleo ya Kiswahili na fasihi kwa ujumla, jambo ambalo lilikwamisha lugha kipindi hicho. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa dosari au mapungufu ambayo yalifanywa au mapungufu ambayo yalijitokeza wakati wa usanifishaji wa lugha ya Kiswahili kabla ya uhuru. Haya yote hayakuwepo na ndio maana usanifishaji huo tunasema ulikuwa una dosari au ulikuwa una mapungufu. Ujambo? Si jambo. Habari gani? Nzuri.